ukachukua moja na uje unataka masaa mawili ama matatu, ni wewe tu na mfuko wako na unavyotaka, ungefanyaje? Ungefanyaje kama ni wewe mwanaume ulioko hapa? Lakini kadhani hali ni mbaya, hali ni chafu katika nchi ile. Nikadhani hali ni mbaya, maana ile biashara imehalalishwa, wanalipa kodi na kila kitu na hivi, kwa hivyo ni biashara halali, mambo ni kawaida. Lakini majuzi nikaenda kufanya tulikuwa tunafanya mahubiri kule kusini, kule Masasi. Nikafika mahali vijana nyumba kualika watu, wakaniambia tumekaribishwa, tumeambiwa unachotaka. Na binti wa Kitanzania kule Masasi, nao wanasema yani mwanaume akitaka chochote anatakiwa apewe, kwa sababu kumkirihisha mwanaume, ukimkirihisha Mungu atakuuliza. Isha mtu utaulizwa na Mungu. Mbona ukauvi mtu mwenzako anakuomba kitu alafu unamkatalia? Akikuomba mpe haraka ili utengeneze mahusiano yako, maana Mungu atakuuliza baadaye, mbona wewe ukakirihisha watu? Kwa hiyo anayetaka mpe tu na mpe tu na yeye akitaka mpe. Jamii imechafuka, tupende tusipende, tuseme tusiseme, lakini hali si shwari katika ulimwengu tunaoishi. Dhambi imekwenda juu katika viwango vya juu vya dhambi. Dhambi imeenda juu. Mbovu zaidi kule Thailand ni mwanamke na kuna vivulana ambavyo vimejifanya visichana, lady boys. Ni kavulana lakini kanavaa kama kasichana, kanajitengeneza na kanaonekana na muonekano wa kike, lakini ni mvulana, na wanajipanga. Ukipita mtaani wanajipanga, kama hutaki piga nao pale, wanapiga picha. Ni wavulana ambao wamejifanya kuwa zaidi, kwa sababu leo tunapoongea habari ya mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume, mahusiano kati ya mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanaume, leo tunaongea pia habari ya mtu na mnyama. Mtu na mnyama. Hali inaendelea kuchafuka kila siku, na hivyo nikubaliana na Billy Graham aliyetamka akasema, ikiwa Mungu hata hukumu ulimwengu sasa, itabidi aombe radhi kwa Sodoma na Gomora. Maana ni kana kwamba aliwaonea Sodoma na Gomora. Yaliyofanyika Sodoma na Gomora leo ni zaidi.
Ikiwa Mungu hatashughulika na dhambi leo, kama asipohukumu sasa, itabidi awaombe radhi Sodoma na Gomora kwamba aliwaonea, maana maovu yao hayakuwa mengi kama yalivyo sasa. Hali imeendelea kuchafuka leo. Biblia inasema Nuhu akapewa maagizo, akapewa instructions, akaambiwa jijengee safina. Jijengee safina, na maelekezo yote ya size na nini. Nikubaliane sana na pasa amesitiza juu ya kazi. Ngoja niwaambie marafiki zangu, ikiwa hufanyi kazi utapoteza mwelekeo katika kila kitu. Nuhu alikuwa mchapakazi, akawa msimamizi wa safina, akawa meneja wa safina, na baadaye akawa captain wa ile safina. Hapo inahitaji uwe mchapakazi, mtu anayejali kazi. Siku moja niliombwa na kijana, alikuja msindikizaji katika ndoa yangu. Msindikizaji? Ndio. Sio kufunga ndoa, uwe best man. Best man, mimi best man. Best man wanakuwa vijana hivi, na sasa ukisha kuwa na alafu na katumbo hivi, alafu unakuwa best man. Nikamwambia best man, akasema best man. Nikamwambia okay, ngoja tukae kikao na mke wangu. Tukakaa na mke wangu, nikamwambia sasa huyu kijana ametuomba tufanye hivi. Baada ya mafikara ya kutosha tukakubali kwamba sisi tutakuwa wasindikizaji. Unajua unapokuwa msindikizaji unakuwa huna kauli yako wewe. Yaani yule mtu anaitwa MC. Yule mtu anaitwa MC ndiye mtawala wa shughuli. Kwa hiyo chochote anachokuambia wewe unatii tu. Kwa hivyo unamsikiliza tu MC anachoeleza. Akisema haya sasa best man beba keki, wewe unabeba keki. Haya peleka kwa mama wa bibi wa mama wa bibi harusi, wewe unapeleka kwa mama wa bibi harusi. Akisema sasa rudi, akisema sawa sasa mkumbatia mke wako, na kumbatia mke wako. Yaani MC ndiye anakuwa brain. Wewe ni ikafika saa ya sherehe, na najua wengi nyinyi hamwendi kwenye sherehe, hasa usiku hamwendi. Najua 2 saa 3 saa 4 saa 5 hivi kwa sherehe ikaisha. Sasa tunamtoa bibi harusi, tunampeleka bwana nalo, tukaondoa maua sasa liweze kuwa gari la kiraia ili tumpeleke. Tukaondoka sasa. Wakati tunasafiri tukamuuliza bwana harusi tunaelekea wapi? Akasema chumba nilirudisha, kwa hiyo sijui naenda wapi. Bwana harusi hujui unapoenda? Sijui naenda wapi. Hey! Ikabidi kikao cha haraka na mke wangu pale kwamba sasa tunafanyaje hili, maana tumeshaingia. Tunafanyaje hili? Sasa tumpeleke hotelini. Wapi? Tukasema tunaelekea maeneo ya tukaenda katika maeneo yale, na tukafika pale kwenye yale maeneo, tukatafuta hotel. Lakini tulipofika kila hotel tunafika shingapi? Wanatuambia bei hatuwezi kulipa. Bei hapa usiku moja shingapi? Wanatembea bei hatuwezi kulipa. Okay, asante sana. Tunaondoka, tunaenda kwenye hoteli nyingine. Mwisho tukapata hoteli ambayo size yake tunaweza nayo. Well, babe, wakatueleza. Okay, tuna wageni wetu hapa watalala siku 5, tunawalipia, tukawalipa pale, tukawaacha pale. Yaani kijana ameingia kwenye ndoa, hajui hata anaanzaje maisha. Tangu siku hiyo, kabla ya kufunga ndoa, ninamuuliza kijana, unafanya kazi gani? Unafanya shughuli gani? Wewe mwenzangu unashughulika na nini? Nijue anachofanya. Maana mwingine anakuja, mmoja akaja, nimeandikisha tangazo la ndoa, nikamuuliza wewe unaelekea unafanya nini? Akasema mimi niko tu hapo kwanko hapo. Kwanko Sasa umejiandaaje kuoa? Pasa kitanda kiko kwa fundi. Kitanda kwa fundi. Na wanasema eti mafundi wote si waaminifu. Sijui kama ni kweli kiasi gani. Wanasema fundi mwaminifu kinyozi peke yake. Unaenda na kichwa chako unaondoka nacho.
Wengine wote ukienda ukimwambia shona nguo hii, ukirudi anachukua kile kitambaa anaweka juu ya charahani pale, anakuambia hii nashughulikia nayo sasa hivi mpaka baadaye kidogo itakuwa tayari. Ukiondoka anatupa chini, anaanza mambo mengine. Kwa hiyo wanasema eti fundi, sijui kama naye fundi, lakini huyo mtu anaitwa kinyozi, sijui kama naye fundi pia, sielewi hata kwamba kwenye viwango vya ufundi naye yumo. Wanasema eti ndio mwaminifu peke yake. Unaenda na kichwa chako, unaondoka nacho. Ndipo jamaa ananiambia ya kwamba kitanda kiko kwa fundi. Ndio maandalizi, ndio maandalizi yako, Ngoja nikuambie, tatizo leo limekuwa kubwa la vijana wasiopenda, wasiotaka kufanya kazi, lakini wanataka mambo yaendelee, maisha yaendelee, wanataka mambo yaendelee. Hata wakati wa mashauriano ya ndoa, premarital counseling, ukiongea nao dakika 5, 10, 20, ukiweza, je, kuna mwenye swali lao linakuwa, je, pale kwenye machi tunapiga 2-2 au 1-1? Sio maisha yenyewe baada ya tukio la ndoa, ni kile kitakachofanyika baadaye. Ukiwauliza, je, mna swali lolote? Za pasa, hatuna swali tu, hata hivyo tuna haraka, tunataka twende tukashughulikie nguo za wale watoto wanaosindikiza. Yani wanashughulikia modalities zinazozunguka ndoa, lakini sio ndoa yenyewe. Kazi hawataki, maisha kwao ni match, maisha kwao ni furaha, maisha kwao ni harusi, maisha kwao si jambo la maana, maisha sio kazi kwao. Hapa alikuweko Noa. Nuhu anaambiwa jenga safina, mwanaume anajenga safina, lakini anaambiwa kitakachotokea, naye anakubali, anajenga safina. Anaambiwa ya kwamba itakuja gharika, naye anasema sawa. Pengine wako vijana waliomfuata Nuhu wakamuuliza, Nuhu ulisoma geography? Nuhu akamwambia, sijasoma geography, lakini namwamini Mungu, alichosema atakifanya. Unasema kutakuwa na gharika. Nuhu, ulisoma history? Uliwahi kusikia kwamba kuna kitu kinachofanana hicho? Ulisoma history? Nuhu anasema, sijasoma history, lakini namwamini Mungu, alichosema ndicho atakachofanya. Nuhu, umesoma mambo ya hali ya hewa, Nuhu anasema, sijasoma mambo ya hali ya hewa, lakini najua Mungu alichosema ndicho atakachofanya. Mtihani wa pili ukawa, Nuhu ameingia na jamaa yake ndani ya safina, wakakaa siku 7 hamna chochote. Ninajaribu kufikiri mawazo yangu ya kwamba watu walikuja nje na kumwambia Nuhu, kuna sherehe uko nje, dada yako yule anaozesha binti, njoo Nuhu, njoo twende kwenye sherehe. Nuhu akawaambia, sio mimi niliyefunga, Bwana amefunga mlango na amesema nikae ndani ya safina. Niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu anaokoa kupitia ndani ya kanisa lake, sio nje ya kanisa. Ni kweli ndani ya safina si wanadamu tu waliokuwepo, na wanyama walikuwepo, bila shaka na uchafu ulikuwepo, lakini Mungu amechagua kuokoa watu wake kupitia ndani ya kanisa, sio juu ya safina, sio pembeni ya safina, sio chini ya safina, ni ndani ya kanisa, sio nje ya kanisa. Si kwa sababu mti wa mvinje una uwezo sana, si kwa sababu lami inaweza sana, si kwa sababu ya umakini na ufundi na ustadi, si kwa sababu ya uweledi wa kujenga safina, lakini Mungu amechagua kuokoa watu wake kupitia ndani ya neno lake, ndani ya kanisa lake, sio nje ya kanisa, si pembezoni mwa kanisa. Wako vijana ambao nilifika kule Mererani nikakuta kijana ambaye ni mtoto wa mchungaji na hajawahi kubatizwa hata siku moja, na kanisani anaenda, na akienda anafundisha lesson.
Anafundisha lesson, anajua maana lesson alisoma tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Alipelekwa darasa lile la watoto tangu tumboni mwa mama yake. Aliendelea kujifunza lesson tangu tumboni na mpaka akawa kwenye madarasa ya watoto. Na sasa anafika kanisani anafundisha. Kama lesson inaongea juu ya Abraham, asa Abrahamu huyu, Musa, anajua Musa vizuri, lakini hajawahi kuamini na kubatizwa. Amekuwa mtu mzima, mtoto wa mchungaji, sitamtaja yule mchungaji, mtoto wa mchungaji, lakini hajawahi kumchagua Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anajua stories za Mungu, lakini hajawahi kujuana na Mungu. Anajua stories, anajua maelezo juu ya Mungu, anaweza kupiga stories za Mungu. Kwake lesson ni kama story. Kwa hiyo anaweza kueleza, unajua hapo, unajua Musa alikuwa hivi, Musa aliweka kisafina kile, Musa anaeleza habari za Musa, lakini hajawahi kumwamini Mungu. Vijana, yuko Mungu ambaye tunapaswa kumwamini. Nuhu alifika mahali walipomkejeli, wanapomuuliza, pengine hata walipokuja walikuja na maneno ya mtaani, wakawa dingi. Sasa si utoke twende kwenye sherehe. Nuhu anasema Mungu amesema. Umejuaje? Una utaalamu wowote? Mungu amesema. Mungu akisema usiibe, usiulize kwa nini Mungu. Haiwezekani Mungu anasema na wewe unasema, hautakuwa salama. Yaani haiwezekani Mungu anasema na wewe unasema. Mungu anatoa maelekezo na wewe unatoa maelekezo. Yaani tumsikilize nani? Mungu anaelekeza, Mungu anasema ishi hivi, na unasema well. Yule kijana akakutana naye akaniambia, unajua pastor, sina tatizo kubwa sana. Tatizo langu ni hawa kina dada pastor wanajileta wenyewe. Sasa pastor, hata wewe ungefanyaje pastor? Wanakuja wenyewe. Kwa hiyo shida yangu ni uzinzi kidogo. Nikamwambia, sasa unafikirije juu ya jambo hili? Akasema, well pastor, I think God will have to consider this. God will have to consider. He has considered already. Ameshafikiria. Ameshasema usitende dhambi, na unasema Mungu atalifikiria hili jambo. Umetoka kwenu, badala ya kufika shule unaishia kwenye mikono ya wanaume. Alafu nasema, unajua matumizi hawajanitumia hela, sasa mimi sina hela ya kula, sasa mimi ningefanyaje? Kwa hiyo sasa Mungu mwenyewe atajua. Sasa Mungu atajua kwamba hatimaye lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Dhambi haiwezi kuendelea siku zote. Lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Nuhu akatengeneza safina. Na nataka kukukumbusha ya kwamba safina ya mti wa mvinje haina uwezo wa kuokoa, isipokuwa Mungu huweza kutumia safina kuokoa mwanadamu. Mungu anatumia safina, ila safina haina uwezo wa kuokoa. Kanisa haliwezi kuokoa, ila Mungu mwenye kanisa anaokoa kupitia kwenye kanisa lake. Wakati mwingine tunakwazwa na vitu vidogo. Wako vijana wanasema, unajua sasa kanisa pastor, unajua kanisa hii program ndefu sana, unajua wazee mahubiri yao marefu sana, unajua marefu sana. Yawe marefu yawe mafupi, usalama wako ni kwenye kanisa la Mungu. Hilo kanisa sio la huyo mzee. Wako watu wanasema, unajua hawa wazee bana, unajua walezi wetu bana, yani hasa wewe nayo kimwangalia macho mekundu, yawe mekundu yawe ya blue, kwani wewe unajua uko wao. Yawe mekundu yawe ya blue, Mungu ndiye mwenye kanisa. Wako watu wanaacha hata kuimba kwaya, wanasema unajua hii kwaya yao bana, huyu kiongozi, ukimwangalia huyu kiongozi, na kiongozi sawa anaweza kuwa na matatizo, na mkimgundua na matatizo muondoeni. Mahali fulani kule kuna kiongozi wa kwaya anaimbisha vizuri sana, na alikuwa yeye akiinua mkono tu hivi tayari unaelewa anachofanya, na akishusha unaelewa, yani anajua. Sijui alisoma Bagamoyo, na Bagamoyo ilikuwa haipo wakati ule. Anafundisha vizuri sana, anaimbisha vizuri sana.
Lakini anapoimbisha hivi, anaimbisha namna hii, anaimbisha namna hii, alafu anaambia sauti ya nne, tulia. Anakuja kwa sauti ya pili, anawachanganya hivi, anafanya, akifanya hivi msichana mmoja anaenda huko. Kesho anakuja anaimbisha, alafu anatuliza, anawaambia haya, shusha sauti ya pili, shusha. Anakuja kwa sauti ya kwanza, anawachanganya, akifanya hivi msichana mmoja anaenda huko. Kwa mwaka mmoja wasichana 7 wakapata mimba. Kila msichana. Na hiyo ninayokuambia ni kisa ya kweli, maana watoto walizaliwa wakakua. Kila anayeulizwa, umepata mimba, umepatia wapi? Anatuambia vizuri. Na kila kanisa linakuwa na wazee ambao wako makini, wanakuwa na tai kubwa kama ya mchungaji Mamba, na wanakuwa wakali, na anakuangalia hapepesi macho. Umepewa mimba na nani binti, tuambie? Tueleze, hii ni laana kubwa sana. Ni mwalimu, mwingine ni mwalimu, mwingine ni mwalimu. Wasichana 7 wamepewa mimba na mwalimu mmoja. Mwalimu tulidhani anafundisha kwaya, kumbe anafundisha kila kitu. Sisi tulidhani ni mtaalamu wa kuimbisha, kumbe yeye anaimbisha kila kitu. Ngoja nikwambie rafiki yangu, saa inakuja Mungu lazima akomeshe dhambi na matokeo ya dhambi. Wao wakaingia katika safina. Yako mama chache nataka kuyapendekeza kwako. Jambo la kwanza, Mungu anaokoa kupitia ndani ya safina, sio nje, sio chini, si pembezoni, lakini ndani ya safina. Jambo la pili, kaa ndani ya kanisa la Mungu, sio nje ya kanisa. Tulia. Hujakosea. Ulipoamua kuwa Mkristo ukaenda ukabatizwa, hujakosea. Uko wakati watu wanataka kukuaminisha ya kwamba umepotea. Siku moja binti yangu alikuja nyumbani, akaniambia, alikuwa ametoka shule, ni binti wa rika lenu hivi. Akaja akaniambia baba, tumefundishwa elimu ya kweli. Elimu ya kweli? Elimu ya kweli. Nilipokuja kufuatilia ni uasi kabisa. Ilichukua muda kumweleza hicho anachokiita elimu ya kweli ni elimu ya kupotosha. Shetani hatakuja na majina maovyo, atakuja na jina zuri. Jambo la tatu, fuata maelekezo. Wengi wanaofeli katika maisha, hata katika mitihani ya darasani, ni watu wasiofuata maelekezo. Anaingia tu kwenye mtihani hasomi instructions, anakimbia anajibu maswali, kumbe anachojibu sicho, maana hakufuata maelekezo. Watu wanaokwenda mbinguni ni watu wanaofuata maelekezo. Lakini jambo la 4, lazima uwe focused. Ujue unakoelekea na uelekee unakoelekea. Usikutane na kila mtu, kila mahali, kila kitu njiani kinakuondoa katika barabara. Wako watu ambao hajui hata anataka kuwa nani, anataka kuwa nini, hana mwelekeo, yupo tu. Wako watu ambao siku hizi wana uwezo wa kukuchanganya ukatoka kwenye reli. Nilikuwa hapa Pasiansi nikiwa mkurugenzi wa publishing wakati ule. Akaja binti amemaliza degree yake chuo kikuu cha Sauti, amefanya mambo ya journalism na mass media. Akaja akaniambia, pastor, na shida. Nikamwambia, una shida gani? Akaniambia, pastor, nilipokwenda kufanya practical mahali fulani, alipokwenda kufanya akapataja, akasema yule mtu aliyekuwa anatusimamia amesema mimi sina uwezo kabisa. Kwa hiyo sasa pastor, mimi nitafanyaje? Si ndio pana pastor anatufundisha mindset. Lazima tu reset mind zetu zikae sawa. Kichwa kimechanganywa na lijamaa limoja. Nikamuuliza story, nikamwambia hebu nieleze vizuri. Nikamuuliza, unajua kazi nyingine ya sisi wachungaji ni kusikiliza. Nikamsikiliza, nikamwambia hebu nieleze vizuri. Akaeleza. Baadaye nikagundua alipokwenda kufanya practical, mtu mmoja alitaka kuzini naye, alipokataa akaamua kumvuruga kichwa. Akamwambia, wewe hufai kwa chochote. Naye akaja akaniambia, pastor, eti mimi sifai kwa chochote. Nikamwambia, kwani degree yako iko wapi? Akatoa transcript yake, amefaulu vizuri, amefanya vizuri. Akasema, ameniambia pesi yangu ya kuongea ni ndogo sana, kwa hiyo siwezi kuongea katika media, siwezi kuongea kwa TV, siwezi kuongea kwa radio, maana ninaongea. Amesema mimi sifai kwa chochote. Na wewe unaonaje? Sasa pastor, nimeambiwa sifai.
Yaani mtu anakuambia hufai na wewe unasema sifai. Hivi siku za karibuni kuna watu ambao sikubaliani nao. Wao husema hivi. Anakuuliza wewe umesoma mpaka darasa niko form 6. Form 6 ni sawa sawa na darasa la 3 la zamani. Na wewe ukiwa chizi unaondoka unasema mimi ni sawa na darasa la 3 la zamani. La 3 ni la 3, form 6 ni form 6. Degree ni degree na darasa la 5 la 5. Wewe unaambiwa ukisema una degree umepata okay ya hiyo degree yako okay ya uko umefanya clinical medicine okay hiyo ni sawa sawa na cheti cha zamani sawa sawa na cheti. Na unasema mimi sawa ile degree ni sawa na yani unachanganywa na wewe unakubali ukatai. Yani unafanya umemaliza diploma unaambiwa hiyo diploma yako ni sawa sawa na darasa la 5 la zamani. Na unasema unajua degree, unajua diploma za siku hizi ni sawa tu na zile darasa la 5 la zamani. Umepimaje? Wewe umepimaje mpaka na wewe unaondoka unachanganywa akili na wewe unakuwa mjinga, unaondoka unasema mimi hamna kitu. Yule dada nikaongea naye akasema mimi nimeambiwa sifai kwa chochote. Nikamwambia lakini ninapokuangalia kama unafaa. Akasema eti nikamwambia wewe unafaa. Pastor kweli mimi nafaa? Akamwambia ndio. Pastor naweza kufanya mimi mambo. Nikamwambia wewe unaweza. Yaani nilikuwa kama sasa namfufua. Ni kama alishakufa tayari. Ninafufua akili yake. Akaniambia basi pastor nitakuja kesho. Kesho yake alipokuja akaja na lundo la vyeti vyake, akaja na vyeti lundo, akaniambia naomba uniombee na hii application naomba uiombee ili Mungu anifungulie njia. Baada ya muda mchache yule dada akaitwa kwenye moja ya kampuni kubwa, akafanya kazi kule, sijui anaendeleaje, akaendelea kufanya kazi kule na akagundua anaweza. Lakini aliambiwa hawezi. Wako watu leo ambao watakuambia huwezi chochote. Najua mainjinia wa siku hizi sio kama mainjinia wa zamani. Mainjinia wa siku hizi hamna lolote. Hamna lolote. Wakati fulani nilikuwa nachunga mahali fulani wakasema unajua pastor, wachungaji bwana walikuwa wale wa zamani bwana. Kama wale wachungaji walikuwa wa zamani, nenda wakakuchunge. Nenda wakakuchunge. Wachungaji watakao kuchunga ni hao wa sasa hivi. Unataka wa zamani? Wewe ulikuwa zamani. Kama wewe ni wa zamani si uende sasa wakakuchunge hao. Unajua hapa sisi wachungaji siku hizi bado. Wachungaji hamna kitu siku hizi. Wachungaji ni wale wa zamani. Wa zamani wewe ni wa zamani. Kama wa zamani nenda wakakuchunge sasa. Na ukifa wakuzike. Si unachungwa na wa zamani wewe. Lakini wanasema wachungaji ni wa zamani. Lakini ukifa watasajali mchungaji yuko wapi atufanyie huduma hapa. Mchungaji yuko wapi? Mchungaji hawaiti wa zamani. Sasa shida iko wapi? Yaani kuna watu wanavuruga vichwa. Lazima uwe focused. Ujue ya kwamba wewe kama umeamua kwa mcha Mungu unaelekea wapi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Nuhu. Nuhu alijenga safina kama maelekezo ya Mungu. Nuhu akaingia ndani ya safina kama maelekezo ya Mungu bila kujali wengine watasemaje. Ukifanya hivyo utapata ulinzi wa Mungu. Utapata amani ya kutoka kwa Mungu. Utapata ulinzi wa Mungu. Mtu mmoja akaja akaniambia pastor, ninauma tumbo hapa. Alikuwa ni afisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Akaniambia nauma tumbo hapa. Nikamwambia akaniambia pastor, kabla sijawa Mkristo niliwahi kulogwa. Ulilogwa? Sasa kuna saa tumbo linauma. Wewe ulilogwa zamani. Umemwamini Yesu Kristo. Uchawi unafanyaje kazi ndani yako? Niko hapa kuwakumbusha. Ukishamwamini Yesu Kristo hata ukilogwa hulogeki. Uchawi unawarudia waliologa. Ni hivi siku za karibuni unakuta eti kijana Mkristo, master guide mmoja nikamwona. Master guide mafunzoni amevaa uniform yake. Alafu anaanguka chini ana mapepo. Mapepo na Mkristo wapi na wapi? Nataka nikuambie ukichanganya mafaili utachanganyikiwa.
Ukichanganya wafai, unachanganya Mungu na uzinzi, unachanganya Mungu na uongo, unachanganya Mungu, shetani atakuchezea. Usalama wako na usalama wangu ni kubaki katika barabara ya Mungu ili upate ulinzi wa Mungu kwa 100%. Nilikuwa ninafanya juma la maombi Chuo Kikuu cha Arusha miaka ile. Nafanya juma la maombi pale. Na nilikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili. Ikatokea wamekosa mtu wa kufanya juma, wameomba mtu aliyeomba, wakaomba mzungu hajaja. Mzungu, unajua mzungu, watu wakipata mzungu wanafurahi. Mzungu tu, mradi awe mzungu. Wakangojea mzungu hajaja. Sasa baadaye niko room 4, room 2, anakuja chaplain ananiambia tunaomba utushikie juma la maombi. Mimi hapana. Akaniambia Mungu ameongoza. Sasa kama ameongozwa na Mungu, unafanyaje hawa jamaa? Kila siku yuko pale. Siku ya Ijumaa akaja akaniambia hasa jua alizaka kutoka kiume ni sawa, uko sawa. Sio kihivyo. Tulichokufanya wiki hii tulijua utakufa. Nikamwambia mimi saa ya kufa bado. I'm too busy to die. I've got a lot of assignment ahead of me. Why should I die now? Saa yangu bado. Nikamwambia saa yangu bado. Sasa walikuwa na nani? Lakini kumbe wiki ile mimi nafanya juma la maombi, yeye na hiyo timu yake wanaloga nife. Ijumaa ndio analeta taarifa kwamba tunashangaa hujafa. Nikamwambia kwa kweli bado mpango wa kufa sahi sina. Basi sasa hii ingekuwa sana kama ningekufa ningeshindwa kuona watu wazuri kama ningekufa na kufa nini sasa? Ningeshindwa kuona watu wazuri kama nyinyi. Kwa hiyo nikamwambia mimi mpango wa kufa sahi bado sina. Kwa hiyo nikaachana naye. Nataka nikuambie, ukimtegemea Mungu, ukijitoa kwa Mungu, utapata ulinzi wa Mungu kwa 100%. Mchana wa leo tutakuombea upate ulinzi wa Mungu katika maisha yako. Ukae ndani ya kanisa, ukae ndani ya neno la Mungu, utulie ndani ya neno la Mungu, usitoke kwenda mahali popote, maana huko nje kuna uchawi, kuna ushirikina, kuna vurugu, kuna tabu. Ubaki ndani ya neno. Mchana leo tutakuombea. Na mchungaji Mahwago atatuongoza katika ombi mchana wa leo. Wako watu katika mkutano huu ambao wanasema, Mungu wangu unanifahamu, nimekuja summit lakini ninajijua. Unajua wako watu wawili huwezi kuwadanganya. Huwezi kumdanganya Mungu wala huwezi kumdanganya shetani. Na watatu ni wewe mwenyewe. Utajidanganyaje? Si unajijua vizuri. Mchana wa leo pastor atatuombea. Kama una jambo fulani kwenye maisha yako, unasema nataka nijitoe kwa Mungu. Ni mshiriki, si mshiriki, lakini nataka nijitoe kwa Mungu, nikae katika mapenzi ya Mungu. Inua mkono wako juu. Unasema nataka nibaki katika mapenzi ya Mungu. Inua mkono wako juu. Kwa nini usisimame? Miguu yako ikubebe. Simama sasa. Yuko mtu katikati yetu. Anaweza kuwa mwana tukasa, anaweza kuwa pamoja nasi, lakini anasema aidha sijawahi kubatizwa. Lakini yuko mmoja anayesema mimi nilibatizwa lakini niliacha njia mahali fulani. Natamani katika ombi la leo, hakuna yeyote atakayebatizwa mchana wa leo, lakini natamani katika ombi hili Mungu anisaidie kusimama imara. Mtu wa namna hiyo ainue mkono wake juu kabla mchungaji hajaomba. Pasa tembea uje hapa. Inua mkono wako juu. Mungu akubariki. Anasema mimi ninatamani kubatizwa ama niliacha njia, natamani Bwana unifanyie jambo. Inua mkono wako juu. Watu wa namna hii tutawapatia ombi maalum. Pastor Mahwago atakuombea ombi maalum. Kwa nini watu wa namna hii msipige hatua
Hebu pata ujasiri, tembea uje. Ruhusu miguu yako ikubebe. Njoo, njoo. Thinking people all over the world, they are deciding for Jesus. Come now. Bado kuna nafasi kwa ajili yako. Njoo. Tembea uje. Pastor atatuombea. Unaweza kuwa ulibatizwa, unaweza kuwa hujabatizwa yako, na unasema pastor anapoomba leo, ninaomba aniombee. Aniombee. Mambo yangu ya Uongozi wa shule ya Alliance Schools zilizopo Mahina jijini Mwanza unakutangazia ewe mzazi na mlezi nafasi za masomo kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6. Ni shule nzuri na za kisasa zenye uwezo wa kipekee wa kufundisha lugha za kimataifa, yani Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Alliance Schools zina walimu wa kutosha wenye weledi na walio 7-90-32. Uongozi wa shule ya Alliance Schools zilizopo Mahina jijini Mwanza unakutangazia ewe mzazi na mlezi nafasi za masomo kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6. Ni shule nzuri na za kisasa zenye uwezo wa kipekee wa kufundisha lugha za kimataifa, yani Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Alliance Schools zina walimu wa kutosha wenye weledi na waliobobea katika masomo